Sawa mpenzi baba. Hivi ni nani alaumiwa? Watu wazima kutoka na watoto wao, wanafunzi kuacha masomo, kubebeshwa mimba, kukatishwa ndoto zao. Nani chanzo? Mzazi, mlezi au mwalimu? Unajua Epi, wewe shida yako ni msiri sana, mpaka inafikia hatua mtu anashindwa kusaidia nini, na wakati huo uishi kujilalamisha sana. Sasa nikusaidie nini? Sio kama msiri, vitu vingine ni aibu kuviongelea mbele za watu, na hata jamii sijui itanichukuliaje. Nilichokwambia ndio kile kile unakirudia, hata sijui kwa nini. Mimi naondoka bwana, unataka kusaidika wewe. Wewe Mage, ujui tu ni nini kinachoweza kuniumiza. Mariam. Niambie shoga yangu. Hivi jesikia kama kwa Maipi kuna jambo? Jambo gani tena shoga yangu? Mbona kila siku mambo? Shoga, Epi ana mimba. Sasa hapa la msingi tumwambie mama Epi aje atoe taarifa kwenye vikoba, ili aanze mikakati ya shughuli ya kumtoa mtoto wa 40. Upo? Unajua wewe Eliza, kuna muda zinachaji, kuna muda zinaisha. Hilo ni swala zuri sana. Ndiyo, tunatakiwa tuwe na visherehe vingi kila mwisho wa mwaka ili tupate vihela. Alafu safari hamna kuvaa vijora, ni mwendo wa vimini. La mimi baba yangu nilitoka naye kimapenzi. Mbona wewe pamoja na baba yako ni mashetani? Watu walikuwa wanasema shetani auawe, kumbe shetani tunatembea naye kila siku wewe. Mimi sikupenda kwa mara ya kwanza. Nililazimishwa tu. Ila nilikuja kunogewa sana kwa simu za kisasa na pesa nyingi ambazo tulikuwa tunatumia na nyinyi. Wewe pamoja na babako mnastahili kupigwa mawe mpaka kufa. Hayo yote nastahili. Kinachoniumiza zaidi, nina mimba ya baba. Sasa ndo naamini ule usemi wa mtoto kazaa mtoto na mtoto sijui ataitwa nani. Ili wanaume wakisogea waliwe. Huku. Hiyo kweli. Umeona Sasa basi acha niende sokoni. Si unajua tena baby anakuja. Wewe tena. Ndio kukupa tu taarifa chap. Tena. Nimekuja tu mara moja kutoa taarifa chap. Haya mbea mwenzangu, nashukuru. Nachotaka kujua mwambie taratibu basi baba, usimtishe kwa hilo. Happy, mwambie baba yako ukweli ili tujue tunakusaidiaje. Baba, mama, ombeni nisamehe kwa kuwatia aibu. Ila hii mimba ni ya Justine anayeshona viatu. Inamaanisha kule ninakokutuma wewe kwenda kubrush viatu. Unaona jinsi gani huyu sisi anatutia aibu. Kwa hiyo Justine tunamtuma sisi shughuli za kubrush 500 anazipata, alafu anaenda kunibrashia na mwanangu, si ndio? Sasa twende kwa wewe Justine wako. Kwa hiyo wewe kumbe ulikuwa unafahamu muda mrefu, ulikuwa subiri tu. Twende. Mume wangu, nenda na taratibu basi. Sio kamuumiza sasa. Karibu kusema. Debora.
nimesikia kuwa Happy ana mimba. Lakini sina uhakika na hii habari. Maana aliyeniletea huu ujumbe ni Eliza. Kwa hiyo mimi nikitoka hapa naenda mpaka kwa mama Happy kumwambia kuwa mwanae atolewe barua na yeye apate mchango. Shoga yangu, hilo nimelisikia vizuri. Alafu mimi nahisi hilo ni la ukweli. Hila sasa nikirudi upande wako shoga. Kama na kuona unavyotengeneza hela sasa ya utunzaji shoga yangu. Ndiyo. Hapo ni lazima tulazimishe jambo na tuongeze watu wengi zaidi. Alafu ukiniunga mkono, mimi pia nitakuunga mkono kwenye swala lako la kuolewa. Na si unajua mimi ndo kijumbe. Na michango lazima ije kwako. We. Shoga yangu, katika siku ambayo umenikosha ni leo, umenisuuza. Niko upande wako kabisa na mimi ndo namba 1. Ila shoga yangu, mimi ndo Debora. Nitaolewa. Wanataka naolewa, hawataki ndo naolewa. Upo nyoga yangu. Wewe. Shoga kwa heri. Ndio huyu Justin. Ndio. Hivi mtani, uona matatizo gani? Nitakupenda, nitakujali na nitakuheshimu. Wewe ndo mke wangu. Eliza, hivi wewe unakutembea na Brighton kweli? Mariam, nisamee, ni shetani tu amenipitia. Brighton mwenyewe amenilagai kwa maneno mazuri. Naomba nisamee rafiki yangu. Sikia wewe shetani wa mguu mmoja. Nitakuharibu, nitakurarua. Yaani uone hata aibu. Sisi mtaa mzima, yaani mtaa mzima sisi tuna imani na wewe. Lakini sisi uaminifu wetu kwako umekuwa ni zero. Kwa nini? Kwani unaongelea nini wewe? Utanielewa tu. Happy ana mimba. Na hii mimba ni ya kwako wewe. Wewe si ndio Justin fundi viatu? Wewe msichana wewe. Muogope Mungu wako. Na wewe tumepeana wapi hiyo mimba? Kwa hiyo unabisha. Unabisha na kuuliza, Justin nitakuweka ndani. Yaani umempa mimba mwanangu alafu bado unabisha. Happy. Ni nani kakuweka mimba? Ni huyu kaka anayeshona viatu. Utaka naye huyu mpumbavu mwenzio hapo kwa sababu ndio chaguo lako. Eliza. Wewe ondoka. Wewe utaongea naye. Hivi Brighton, ni kitu gani kilichokufanya mpaka utembee na Eliza? Ni kitu gani umekosa kutoka kwangu mpaka utuchanganye? Mariam. Hizi ni tamaa tu. Lakini wewe ndo nikupendaye. Wewe hujui mimi na Eliza ni marafiki? Naomba unisamee mama wangu. Sikia wewe mwanaume mchafu. Mimi na Eliza ni marafiki na wote tushakuona mwili wako. Afu wote tunakaa sehemu moja. Hivi unajisikiaje wewe mwanaume mpumbavu sio kuwa na msimamo? Ni kweli nimekosea Mariam. Na hii nakuahidi haitokaa kujirudia tena. Na nakuomba radhi, naomba unisamee. Alafu mimi nitajua naishije. Alafu wewe ndo Hivi ni nani alaumiwe? Watu wazima kutoka na watoto wao, wanafunzi kuacha masomo, kubebeshwa mimba, kukatishwa ndoto zao. Nani chanzo? Mzazi, mlezi au mwalimu? Nani alaumiwe? Alomrubuni au mwanafunzi? Nani alaumiwe?
watu wazima kutoka na watoto wao, wanafunzi kuacha masomo, kubebeshwa mimba, kukatishwa ndoto zao. Nani chanzo? Mzazi, mlezi au mwalimu? Nani alaumiwe? Alomrubuni au mwanafunzi? Nani alaumiwe?